Hamna mtu yeyote ambaye amewahi kuwa profitable na consistent kwa njia ya kuflip. Hii sio changamoto, hii ni advantage kwamba inaweza kukujenga, sababu ikishakuwa ni real money tayari inakuwa ni changamoto. The more capital inaongezeka, the more kunakuwa na attachment kubwa ya emotions. There is no any way unaweza kuwa profitable kugenerate $2,000 kwenye capital ya $200. Sasa ukipata akaunti ya $25,000, that means ukiweza kugenerate 10% tu inakuwa $2,500. Trader una njia mbili, unachagua kati ya kwenda na Profim Capital au kwenda na personal trading account ambayo una fund kupitia kwa broker. Of course unaweza kwenda na njia zote, lakini mwanzo tuna prefer zaidi kuchagua njia ya kufocus nayo ili kupata maximum return kutokana na njia ambayo mtu utaenda nayo. Sasa mwanzo mtu unakuwa unafikiria kwamba nikienda na njia gani ndio nitapata matokeo makubwa zaidi. Mimi ni Amri Salim Kwizu, founder wa financial trading firm namba 1 Afrika yenye trading floor yake Masaki, Dar es Salaam, na niko hapa leo kuelezea A to Z kuhusiana na Profim pamoja na personal trading capital na kukuwezesha uweze kuchagua njia sahihi ambayo itakurahisishia sana safari yako ya trading. Kwa wale ambao hawafahamu kabisa Profim ni nini na personal trading capital ni nini, ni kwamba ukiingia kwenye trading unakuwa na option ya kuchukua pesa yako ambayo ni mtaji. Unachukua mtaji huo na kudeposit kwenye akaunti ya broker, ambapo kama umedeposit $100 itatokea kwenye akaunti $100 na utaanza kutrade nayo. Kama umedeposit $200 itatokea exactly kwenye akaunti yako na utaanza kutrade nayo. Then ukipata faida au hasara ndo utapata hiyo faida au hasara, kimaanisha kwamba unaweza ukatoa faida yako, lakini pia kama ni hasara utakuwa responsible nayo kwenye trading account yako. Ila tukija kwenye upande wa Profim tofauti kidogo, kwamba huku unachukua mtaji wako then unanunua account, unanunua capital. Unaweza kununua kuanzia $5,000, $10,000 na kuendelea. Zipo akaunti siku hizi mpaka za less than $5,000, zipo akaunti za mpaka $300,000, $400,000, $500,000 na kuendelea. Sasa unaponunua hizi challenge ambayo tunaita ni simulated capital, unaweza kutrade hizi capital kuweza kukidhi vigezo fulani ambayo tunaita challenge phase, kwamba kuna phase 1 kuna vigezo utawekewa, kuna phase 2 kuna vigezo utawekewa, then unaweza kupata capital ambayo ukitrade unaweza kuwithdraw baada ya kutimiza vigezo hivyo. Na hivi vigezo kwa haraka haraka ni kwamba kunakuwa kuna daily drawdown ambayo kwamba ni maximum loss ambayo unaruhusiwa kufika kwenye siku, lakini inakuwa kuna maximum drawdown ambayo ni ile the highest drawdown unaweza kufikia muda wote ambao utakuwa na account. Lakini ili kutoka stage moja kwenda stage nyingine ya challenge hii, most of times zinakuwa ni challenge mbili, lakini ziko Profim ambazo zina challenge moja, ziko Profim ambazo zina program ambazo hazina challenge kabisa, kwamba unaweza tu ukalipia pesa then ukaenda moja kwa moja ku trade capital ambayo ukitrade ukapata faida unaruhusiwa kuwithdraw. Lakini pia zipo challenge ambazo ni mpaka 3 na kuendelea. Sasa mtu baada ya kutrade una hizi drawdown limits ambazo ni daily na maximum, lakini pia unakuwa na profit targets. Unakuta kila Profim ina target zake, wengine 8%, wengine 10% kwa phase 1, wengine 4%, 5%, 6% kwa phase 2. Kila firm inakuwa ina sheria zake. Hizi firm zipo nyingi sana, hundreds and thousands of firms zipo. Hizi njia zote mbili zina faida zake na hasara zake, lakini kitu kimoja ambacho ni common kwenye njia zote mbili ni lazima mtu uwe na market edge. Kama hauna edge ya uhakika, maana yake ni kwamba ukienda kwenye njia A au njia B zote utakuwa tu unapoteza pesa. Sasa nitaanza kuelezea faida moja mpaka nyingine. Tukianzia kwenye upande wa mtu kutrade capital yako, personal capital. Sasa kama mtu una capital kidogo, hapa inakuwa ni changamoto, kwa sababu kiuhalisia biashara hii, ili mtu uweze kutrade kama biashara, inahitaji kidogo mtu uwe na capital nzuri. Ni ngumu sana mtu kuwa na $5, $10, $20, $30 hata $100 then ukaweza kutrade kama biashara. Nikisema kutrade kama biashara
namaanisha kwamba uweze kuwa na realistic expectation in term of targets. Unajua kwamba na target ya asilimia hizi katika duration hii, let's say duration ya mwezi, duration ya quarter etc. Lakini pia uweze kujua kabisa kwamba nitariski asilimia hii ili kuweza kufika hizi targets. Sasa majority of time unakuta let's say mtu na $30, hamna namna unaweza ukakalculate riski kwamba nitariski let's say 1% then kwa trade, au hii itakuwa ndio riski yangu let's say 2% kwa wiki. Hiyo inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu unakuta trade nyingi minimum unaweza kupoteza ni $2 na kuendelea, which inakuwa ni asilimia kubwa sana ya mtaji. Lakini pia mtu ukiwa na $50 au 100, ili uweze kuona kwamba okay, hii biashara nafanya na ina manufaa, inabidi upate labda asilimia 100, asilimia 200 na kuendelea, which kiuhalisia sio relevant au tuseme sio realistic expectation kwenye biashara, kwamba there is no any way mtu katengeneza asilimia 100, 200, 300 consistently kwenye trading. Sasa najua mtu nakuwa unaona huku mtandaoni wapi watu wanatengeneza asilimia 200, 300, 500, lakini kiuhalisia hakuna namna unaweza kufanya hivyo consistently kwenye trading account yako. Hiyo namna haipo. Kwa hiyo kama mtu una mtaji mdogo, hiyo tayari inakuwa ni changamoto. Lakini upande mwingine ni kwamba mtu anaweza akawa na mtaji mkubwa, mtaji wa kuweza kudeposit $5,000, $10,000, $20,000 na kuendelea. Changamoto ya hapa ni kwamba mtu unakuwa una take risk kubwa sana. Of course returns zinakuwa ni kubwa pia, tunasema kwa mtu at least unakuwa unaweza kujua kwamba hapa natengeneza asilimia hii na inakuwa yote ni pesa yako, kwa sababu kule kwenye upande wa Profim unakuwa unafanya profit split. Lakini kiuhalisia ni riski kubwa, kwa sababu kama mtu ndo mwanzo wa trading career yako na bado hujapata consistency, kuna chance ukaweza kupoteza hizo pesa zote. Sasa mtu anaweza kujiuliza kama hujawahi kutrade kwamba inawezekana kweli nikapoteza $5,000 au $10,000 lakini kiuhalisia ni kwamba inawezekana kabisa kama haujui kutrade. Unaweza kuwa na mipango mingi kwamba trade labda nitariski $10, $20, nitariski asilimia 1, asilimia 0.5, lakini ukishaingia kwenye market ukaanza kuplace order, utakutana na uhalisia, utakutana na emotions which zitakutrigger kuweza kufanya maamuzi ambayo itakuwa ni just emotional decisions, na unaweza kupoteza hiyo pesa yote. Sasa sio kwamba kama mtu haupo competent ukienda kwenye upande wa Profim hautoweza kupoteza accounts, lakini at least utakuwa hujadeposit $10,000 ili kupata Profim accounts. Utakuwa hujadeposit $20,000, $30,000 na kuendelea ili kupata hiyo Profim account. Kwa kidogo riski per account inakuwa sio kubwa sana. Advantage kubwa sana ya mtu kutrade pesa yake ni kwamba mtu unaweza kudeposit pesa kwenye account yako ya broker, ukatrade trade 1, 2, ukaamua ukatoa pesa zako, either kutokana na sababu nyingine za nje ya market au kutokana labda umepata profit fulani ukaweza kuona okay, ngoja nitoe pesa zangu. Lakini tukienda kwenye upande wa Profim, ukishanunua account, there is no any way kwamba utasema sasa hapa nimenunua account lakini nimeahirisha maamuzi, kwa hiyo naenda kutoa pesa zangu. Hiyo hawatoruhusu, kwa sababu ukinunua challenge ni kama vile umepurchase products, na ukienda kuangalia rules za Profim zote ambazo zipo duniani ni kwamba hawaruhusu hiyo refund, kwamba umenunua account then umeahirisha unataka kurudishiwa pesa. Hiyo inakuwa haipo. Tukija kwenye upande wa Profim, nitaanzia upande wa changamoto. Sasa watu wengi wanakimbia hii njia ya Profim wakiwa na sababu ya kwamba sheria ni nyingi. Unakuta maximum loss ya siku, maximum loss of all the time, na sheria nyingine nyingi sana. Kweli kuna sheria ni changamoto, lakini majority ya hizi sheria ni zile sheria ambazo zinamjenga trader kuwa na discipline, kwa sababu tukiongelea maximum loss of the day au maximum loss of all the time, watu wengi ambao wana trade personal accounts unakuta hawafanyi consideration. Mtu anakuwa na trade tu bila plani yoyote, anakuwa na trade bila kuwa na kiwango kwamba okay, mimi nikitrade kwa siku hii ndio maximum loss ambayo naweka, nikitrade labda kwa miezi 6 hii ndio maximum drawdown ambayo nitaruhusu kwenye akaunti yangu, which inakuwa sio a professional way ya kutrade. Kiuhalisia ni kwamba
Profim, hii sio changamoto, hii ni advantage, kwamba inaweza kukujenga trader ukawa na trade ukiwa na plan kabisa kwamba na maximum loss ambayo ipo, na hii ni njia ambayo mtu unaweza ukaiadapti hata kutoka kwenye upande wa Profim kwenda kutrade akaunti yako ukatumia njia the same. Kwa hiyo sioni kama ni changamoto. Issue tu ambayo naonaga ni changamoto nyingi kwenye upande wa sheria ni kwa mtu ukishindwa kuchagua Profim sahihi na ukashindwa kuchagua akaunti sahihi, utajikuta unanunua akaunti ambayo aidha ina sheria zilizojificha ambazo utazifahamu siku ambayo labda unakataliwa ku-withdraw pesa, au utazifahamu siku ambayo tayari umeshakosea. Lakini pia zipo sheria nyingine ambazo zinajulikana kabisa, ila watu wengi unakuta wanaendea kwenye hizo account zenye hizo sheria kwa sababu ya ile kuhitaji kupata pesa mapema, au tunasema get rich quick mentality. Hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini changamoto nyingine ambayo ipo kwenye kutrade Profim Capital ni kwamba the more capital inaongezeka, the more kunakuwa na attachment kubwa ya emotions, kwa sababu mtu unapoenda kufanya maamuzi kwenye akaunti ya $100,000, $200,000, $400,000 ni tofauti kabisa na pale ambapo utafanya maamuzi kwenye akaunti ya $1,000, $2,000. Japo kutokana na research na statistics ambazo zipo kwa broker na Profim, wanakuwa wanasema ya kwamba mtu akiwa ana trade pesa yake ambayo ameideposit, yani ile mtu ametoa kwenye bank account amedeposit, na anajua kwamba hapa nikitrade tu nitaenda kupata withdraw au naweza nikatoa pesa anytime, attachment ya emotions inakuwa ni kubwa zaidi kuliko pale ambapo mtu akiwa anajua kuna stages ambazo nitazipitia na kutoa pesa au kupata withdraw, sio leo wala haiwezi kuwa kesho. Kidogo kuna attachment inapungua, kwa sababu ikishakuwa ni real money, yani tayari inakuwa ni changamoto. Huko kwenye simulated money, of course capital inaongezeka, lakini hiyo capital inaongezeka, mtu anakuwa anajua kwamba this is simulated. Wengine wanakuwa wanasema it is like demo. Kwa hiyo inakuwa ina depend pia na mtu kwamba yuko emotionally kwa kiasi gani, ana experience kwa kiasi gani, na na sheria zipi ambazo zina mguide kuweza kutrade, kwa sababu mtu ambaye atakuwa anafanya reckless trading, hata kama utampa akaunti ya $1,000 au ya $100,000, level emotions inaweza kawa ni mzani sawa tu, isio kuna tofauti wowote. Lakini kuna stage ambayo mtu yupo unakuta labda ameshaanza kudevelop consistency, lakini namba tu ndo zinamchanganya. Kwa hiyo the more unamuongezea namba, the more atazidi kuchanganyikiwa. Lakini the more namba zikipungua, the more emotional decisions zitapungua pia. Kwa hiyo inategemea na stage ambayo mtu atakuwa yupo kwenye hii case ya kwamba the more capital inaongezeka, the more emotions inaongezeka. Changamoto nyingine ambayo watu wengi huwa wanaikimbia kwenye upande wa Profim ni hiyo kwamba mtu aanze kupass phase 1, upass phase 2, then ndio uende ku trade capital ambayo ukimake profits unaweza ku withdraw. Hiyo huwa inakuwa ni headache kwa watu wengi sana. Watu wengi wanapenda nikideposit pesa instantly niweze kuanza kugenerate income. Sasa baada ya kuona hizi pande zote mbili, upande wa Profim na upande wa personal accounts, tunaenda kwenye recommendation kwamba kitu gani sisi tunakuadvise wewe uweze kufanya, upande wa upite njia hii au upite njia hii na kwa nini. Kitu cha kwanza tunaangalia risk to reward, kwamba mtu una riski kiasi gani ukiwa na potential ya kuweza kupata kiasi gani bila kugambo na bila kutoka kwenye ile mifumo ya professional trading. Sasa hapa kwenye kuriski kiasi gani uweze kupata kiasi gani, tukianzia kwenye upande wa personal trading account, mtu let's take an example, labda una $200. Ukisema we take risk kwenye market, maana yake ni kwamba most likely ukitrade professional utaongeza 10%, 15%, 20%. Sasa hizo ni asilimia ambazo kiuhalisia zinakuwa ni pesa kidogo sana, pesa ambayo haiwezi kukava hata business expenses zako, nikimaanisha bando, nikimaanisha muda wako, nikimaanisha subscription kama TradingView na platform nyingine au platform za journaling. Hivyo sasa inakuwa ni changamoto. Hata kama ikiwa ni $1,000, bado ukigenerate return inakuwa ni very small
amount. Sasa labda mtu uende kwenye ile mindset ya kwamba okay, nimedeposit $1000, ngoja ni flip iende $2000, $3000, $5000 na kuendelea, which kiuhalisia hakuna njia utafanya na uweze kuwa profitable na consistent long term kwa hiyo njia ya kuflip, na hamna mtu yeyote ambaye amewahi kuwa profitable na consistent kwa njia ya kuflip. Of course najua mtu huko kwenye mitandao utaona huyu ameflip account, huyu ameflip, lakini ukienda kwenye uhalisia kabisa hakuna ambaye anakuwa profitable consistently. Ipo hivyo, lakini tukija kwenye upande wa Profim trading, kinachotokea ni kwamba mtu ukiwa na $200 una uwezo wa kupata account ya 25,000 na kuendelea depending unaenda kwenye Profim gani. Sasa ukipata account ya $25,000, that means ukiweza kugenerate 10% tu, maana yake hii 10% inakuwa $2,500. Profim hata kama inakupa 80%, kiukweli inakuwa ni pesa nzuri, na kama mtu ungedeposit ile $200 yako kwenye personal trading account mpaka ifike kutengeneza $2,000, yani there is no any way unaweza kuwa profitable kugenerate $2,000 kwenye capital ya $200. Hicho ni kitu ambacho hakipo. Kwa upande huu tunaweza kusema kwamba tunaenda na Profim kwa sababu there is no any way mtu deposit $100, then uweze ku trade consistently $2,000, $3,000 na kuendelea. Lakini kwenye upande wa Profim hiyo inawezekana kabisa, kwa sababu ukiwa na akaunti 10,000 ambayo kiuhalisia haifiki $200, haifiki hata 100, mtu unaweza kufika hizo namba $2,000, $3,000. Hizo inakuwa ni asilimia ambazo sio nyingi. Na hapa kwenye swala la risk to reward unakuta traders wengi ambao ni professional, mtu anakuwa anajua kabisa kwamba mimi kwa mwaka this is total amount of money ambayo nitaideposit kwenye account. Kwa sasa hii total amount of money, maana yake let's say mtu ana probability za kufail kutokana na past performance yake. Mtu anaweza akajua kabisa kwamba this year anatafuta consistency, ila nitadeposit mara 5 tu, na kwenye hii mara 5 na expect nikideposit this amount of money at the end of the year nitakuwa nimegenerate this percentage ambayo itakuwa ni this amount of money. Tukija kwenye upande wa Profim the same, unakuta mtu anapiga mahesabu kabisa kwamba mimi kwa mwaka mzima maximum pesa naweza kuinvest kwenye trading ni $500 tu. Kwa hiyo nitanunua account za $100 maximum kwenye mwaka, let's say account 5. Kwa mtu anakuwa anajua kwamba okay, napata room ya kwamba nitanunua account ya kwanza, napata room ya kununua akaunti ya pili, akaunti ya 3 na akaunti ya 4. Kuchi tukienda kwenye upande wa mtu kudeposit pesa kwa broker, $500 inakuwa ni pesa kidogo sana, tofauti na kwenye Profim kwa mtu anaweza akatrade akaunti za $10,000 na zaidi, akaunti 5 plus. Na hapa ndo pale tunaona kwamba mtu anachukua account, tumeona kwa members wetu, nakuta mtu anunua akaunti $60. Risk to reward wise unakuta mtu anaweza kugenerate $5,000, $6,000 na kuendelea. Maana yake ni kwamba huyu mtu ni impossible kuwa sio profitable trader long term, kwa sababu kama mtu ana riski $60 anapata $6,000, maana yake ni kwamba ili asiwe profitable akaendelea na system hii inabidi apoteze zaidi ya akaunti 100, kitu ambacho kiuhalisia hakiexist. Sasa tukija kwenye factor nyingine ambayo huwa tunaangalia sana ni diversification ya riski, kwamba unakuta mtu una $200 au 500 whatever, then unataka uipartition. Sasa tukienda kwenye upande wa personal trading accounts, $200 ukisema uigawanye, there is no any way unaweza ukaigawanya in parties na bado ukaweza kutrade professionally. Kutrade ukiwa na right expectation, ukiwa na proper risk management plan, ni ngumu sana, kwa sababu $200 ukigawanya, labda utagawanya $100. Ukisema ugawanye zaidi ya hapo, utajikuta capital inakuwa ndogo sana kiasi kwamba inakuwa ni ngumu kutrade na kupata matokeo. Sasa nikisema ni ngumu kutrade na kupata matokeo, najua kwa watu wengi wanakuwa wanafikiria nini, kwa sababu watu wengi mentality zao
ni deposit $20, $50, niweze kuflip ifike 1,000, 2,000, 3,000. Lakini kama nilivyosema hapo awali kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anafanya hivyo consistently, na ingekuwa inafanyika hivyo consistently, hedge fund zote, investment banks zote na institution ambazo zinafanya trading zingeenda na njia hiyo, lakini kwa sababu wanajua hiyo sio njia ambayo itapelekea kwenye matokeo, ndio maana hakuna anayefanya hivyo except retail traders, tena ambao hawana maarifa sahihi. Sasa tukija kwenye upande wa Profim, mtu akiwa $200, yani hiyo ni very huge amount of money, kwa sababu mtu tukisema tunaenda na akaunti ya $5,000, maana yake akaunti za $5,000 unakuta ni $30, $35 huko, which ukiwa $200 unaweza ukapata accounts zaidi hata ya 5, 6 na kuendelea, which inakupa room kubwa sana, especially kwa kwenye stage ya kujifunza kwamba naweza nikanunua account kwa $30 nikapata account ya 5,000 nikatrade, nikaweza kununua akaunti nyingine, nikaweza kununua akaunti nyingine, nikaweza kununua akaunti nyingine. Sasa simaanishi kwamba mtu utakuwa na ile kwamba okay, nikinunua nitafeli na kununua nyingine, lakini namaanisha kwamba unapata room ya kuwa na diversification, kwamba nina capital huku lakini nina capital huku na capital huku. Na simaanishi pia kwamba utanunua akaunti 6 uanze kuzitrade kwa pamoja. Mtu unakuwa na plani ambayo itakuwezesha kupata matokeo long term kwa kuwa na akaunti tofauti tofauti. Then kitu kingine ni issue ya attachment ya pesa, ambayo hii attachment ndio mara zote inapelekea swala la trading psychology na swala la emotions. Sasa kuna aina tofauti tofauti za account kwenye financial market trading. Tunajua kwamba kuna demo account, then kuna cent account, kuna Profim account ambayo ni hizi challenge stage, kuna Profim account ambayo ni live, lakini kuna personal account. Sasa the way ilivyozitaja hapa, level ya emotions mtu anavyokuwa na trade inakuwa ndio hivyo hivyo inapanda, kwamba mtu akiwa na trade demo inakuwa tu sana sana ni kwa ajili ya kujua software, MetaTrader, mtu ana place vipi order, kama mtu anatumia CTrader anaweza ku place vipi hivyo. Lakini mtu akitoka hapo akaenda kwenye cent account anakuwa ameweka pesa kidogo, kwa hiyo kuna namna attachment ya pesa inaanza kuwepo, lakini inakuwa sio attachment kubwa sana. Lakini akitoka hapo akaenda kwenye stage nyingine ambayo ni stage ya kununua Profim challenge pia zinakuwa zina attachment ya pesa, kwa sababu actually mtu umeweka pesa, lakini attachment hii mtu kinunua let's say account ya $5,000 ambayo ni entry level, yani ni ile kima cha chini ambacho kimezoeleka watu kununua. Maana yake ni kwamba unakuwa na attachment, sababu umeweka $30 yako, lakini attachment haiwi kubwa kama pale ambapo ungedeposit hiyo $30 kwenye trading account. Nikisema hivyo namaanisha kwamba umeweka $5,000, then umeweka trade, una risk let's say 0.3, 0.5. Asilimia ambazo mtu utapoteza zinakuwa ni asilimia kidogo sana, sababu kwenye $5,000 ukipoteza $10, $6 inakuwa ni very small amount, lakini ukideposit $30, ukipoteza $2, hiyo inakuwa ni very huge, na hapo inakuwa changamoto kubwa. Unaanza kupata trigger, mentally emotions zinaanza kurise, wakati kiuhalisia pesa ambayo mtu umepoteza ni range ile ile tu in term of numbers. The same mtu akitoka kwenye challenge stage akaenda kwenye live stage, mtu anakuwa anajua kwamba hapa ni kitrade naenda kuwithdraw. Kwa hiyo the way mtu hata ambavyo anaenda kuitreat account emotionally, psychologically inakuwa ni totally different na kule kwenye challenge stage. Hata kama account size ni the same, hata kama account ni ile ile, the time tu imebadilika jina kutoka kuwa challenge imeenda kuwa live stimulated, tayari aina ya trading mtu anayofanya na mentality inabadilika. Na nikisema hivi kwa wale ambao wameshafanya challenge na hizi Profim wanaelewa kirahisi, kwa sababu watu wengi wanaona kwamba in majority of firm phase 1 ni 10%, alafu phase 2 inakuwa ni just 5%, nyingine hata 4%. Lakini ukienda kuangalia unakuta phase 2 ni ngumu kuliko hata phase 1, wakati phase 2 zile
challenge zimekuwa ni target ndogo zaidi, kwamba phase 1 ilikuwa na target ya 10% kutengeneza, huku phase 2 na target ya 4 au 5, lakini phase 2 inakuwa ngumu. Unaweza ukajiuliza how, kwa nini watu wengi wana struggle kupass phase 2 kuliko phase 1? Ni kwa sababu attachment ya pesa inapokuwa karibu, the more ugumu wa trading unakuwa unaongezeka. Sasa ukienda kwenye live stage kwamba mtu umedeposit pesa yako kwa broker, maana yake ni kwamba ile attachment huku ilikuwa inaongezeka kwa stage, lakini hapa inaenda kuongezeka, yani moja kwa moja. Tukitoka kwenye issue ya emotional attachment, swala nyingine, mtu hautakiwi kuwa unaangalia tu kwamba wapi nitagenerate most amount of money, takiwa pia uangalie kwamba wapi nitaweza kuwa the best trader. Sababu mtu ukiwa umedeposit pesa yako kwa broker, ndio pale hapo unakuwa una uhuru wa kuvunja hata sheria ambazo utakuwa umejiwekea. Unakuwa unajua mimi na trade, na hata kama leo nikipata hasara 10%, 20%, sio swala kwa sababu nitadeposit tena, au sio swala kwa sababu kesho bado nitakuwa na nafasi ya kutrade. Lakini ukija kwenye upande wa Profim, tayari kuna sheria ambazo consciously na subconsciously zina kuforce wewe uweze kutrade kwa discipline, uweze kuwa na plan. Of course tukienda kwenye upande let's say wa Profim Masterclass, masterclass ambayo tumetengeneza ya kuelezea kuanzia Profim ni nini, namna gani utapass phase 1, namna gani utapass phase 2, namna gani utaweza kutrade consistently kwenye upande wa Profim. Kuna vitu vingi sana. Unakuta kwenye mambo mfano kama haya ya target, kwamba mtu kuna hizi targets ambazo umepewa na Profim, tunaelekeza zaidi kwamba namna gani mtu utaweza kutengeneza target zako, kiasi kwamba yani hiyo inakuforce kwamba kuna system tayari ipo, ambayo hiyo system umepewa na Profim, lakini kuna system ambayo unakuwa forced uweze kuitengeneza ili uweze kuperform. Na tofauti na pale ukiwa unaenda kutrade account yako, hakuna system yoyote ambayo kwamba hiyo unakuwa forced, ni lazima uweze kutengeneza. Na huko kwenye upande wa Profim tunakuwa unajua kabisa kwamba nisipotengeneza hii system, lazima tu nitaenda kupoteza challenge. Kwa automatic the force inakuwa iko juu zaidi compared na mtu kienda kutrade personal accounts. Na nikigusia kidogo kwenye swala la mtu kuweza kuset target zako, pamoja na kwamba FIM tayari imeshakupa zile plan, kinachokuwepo hapa ni kwamba let's take a very simple example, kwamba FIM inakuambia maximum loss per day ni 5%, alafu unakuta maximum loss of all the time ni 10%. Maana yake ni kwamba wewe ukifika kwenye maximum loss ya siku, let's say umefika tu ni 3%, maana yake ni kwamba hauja breach hiyo account, bado unakuwa na nafasi ya kuendelea kesho. Lakini unajikuta kwamba unahitaji siku 3 tu, utakuwa tayari umeshapoteza hiyo account. Maana yake ni kwamba mtu unaweza ukawa una trade ukiona kabisa kwamba okay, mimi nafika 3% per day, niko safe, siwezi kupoteza account, lakini siku 3 mbele unajikuta umeshafika kwenye ile maximum loss. Maana yake ni kwamba hapo unatakiwa uweze kucalculate na kupiga mahesabu kwamba asilimia ngapi mimi nikijiwekea kwa siku itakuwa ni vigumu sana kuweza kufika kwenye ile maximum loss. Kwa hiyo tumeenda kwenye Profim Masterclass ambapo tumeelezea zile figure kabisa kwamba utaenda na asilimia ngapi, kwa nini, kwa kuangalia performance yako, kwa kuangalia winning rate yako na hivi vitu vyote. Na system hii imeweza kuwapatia matokeo watu wengi sana. Sasa tukija kwenye kitu cha mwisho ni kwamba kiukweli kuna stage inafika mtu kishakuwa consistent and profitable trader, namna unavyotizamia trading inakuwa inabadilika kabisa. Nikiwa na maanisha kwamba sasa hivi mtu hauna capital ya $500, maana yake ni kwamba unakuwa uko tayari kugawana na FIM ile profit share, kwamba uko tayari kuchukua 80%, then FIM iweze kukipu 20%. Lakini at the same time uko kwenye stage ambayo hauna any track record, lakini as time goes mtu una track record ya mwaka, miaka 2, 3, 4, 5 na kuendelea. Hapo mtu unafika kwenye stage ya kwamba naweza kutrade vyote, naweza kutrade Profim Capital, lakini at the same time naweza kuanza kudevelop portfolio yangu ambayo ni personal trading capital. Sasa tunasema hivi kwa sababu inafika stage
mtu upo consistent in a way kwamba ile 20% au 10% ambayo ni profit share unayopata kwa wanayochukua Profim inakuwa ina mata kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwa mtu unaona okay, hii 20% ni asilimia kubwa iliyowe kwa miaka 2 au 3 itakuwa ni very huge amount of money, kiasi kwamba inakuwa ni beta niweze kuikeep mimi na sio keep kwenye upande wa Profim. Na hapo ndo mtu unakuwa unaenda kwenye kuwa na akaunti yako pia, kwa kuwa tayari mtu una data, una statistics, unakuwa unajua kabisa kwamba naweza kudeposit akaunti ya 200,000, 300,000 na isiyo kwenye risk yoyote. Unajua namna gani nimekuwa nikicontrol emotions and everything, lakini sio kwenye hizi stage za mwanzo. Na kiuhalisia mpaka mtu ukifika kwenye stage hiyo ya kuwa consistent kutrade kwenye film kwa miaka 2, 3 na kuendelea, unakuwa una confidence in a way kwamba zile disadvantage za kutrade kwenye personal trading accounts zote zinakuwa eliminated moja kwa moja. Kwenye upande wa Profim kuna mambo mengi sana. Hapa nimeenda kwenye mambo baadhi. Sasa mtu anaweza kuwa anajiuliza bado nitachagua vipi Profim, nitachagua vipi program, nitaweza vipi kumanage riski na vitu vingine vingi. Kitu cha kufanya ni kwamba subscribe kwenye chaneli hii. Kuna mambo mengine mengi na mazuri sana ambayo yanakuja. Hii Profim series ni mwanzo. Tushafanya series nyingine kadhaa nyuma, lakini kuna series nyingine nyingi sana ambazo zinakuja. Usisahau kushare na rafiki na aweze kupata hizi value ambazo umeweza kuzipata.